Na ndio maana nipo na wewe bega kwa bega. Ina maana siwezi kukuacha. Kutoka tulikotoka mpaka kufikia hapa, ndio nije nikuachie hapa. Sema jikaze, mimi najua kwanza mimi najua wewe mwanaume. Unapitia mengi sana, sema jikaze. Sawa? Ndio. Huyo mzee Puga hakuna mganga yoyote yule wala mchawi anayeweza kushindana naye. Wewe ni nani kwani? Na kwa nini ujue yoyote? Swala la kunijua mimi halina umuhimu wowote. Cha msingi zingatia haya ninayokuambia. Sikia vijana. Hapa mlipo mzee Puga anawaona. Na anajua kila kitu mnachokifanya. Hivyo basi, ni washauri rudini kwa mzee Puga mkaombe radhi. Sasa dada msituni, amna mganga wote au mchawi wote ambaye amemzidi mzee Puga ili akatupa msaada? Maana hali yangu mimi sio mzuri. Huyo dada msituni, naomba tusaidie kama kuna mganga wote ambaye anaweza kutusaidia. Sikia vijana, jifunze kuomba radhi pale mnapokuwa mmekosea na sio kutafuta njia nyingine kutatua tatizo. Ina maana mzee Puga ndo kanitesea ndugu yangu? Hilo ni jibu. Na rafiki yako anajua alichokifanya. Mtazunguka mashariki, magharibi, kaskazini, kusini. Mzee Puga hakuna pa kumkimbia. Habari. Bungo. Kwani huyu nani? Sasa mimi nitajuaje wakati wote tupo hapa na tulikuwa safari moja tunaelekea huko kwa mganga? Sasa nitajuaje Dashi? Lakini haya yote mimi nakuja kwako Dashi. Mimi nilikwambia usikatae ile mimba. Kwa nini unikataa Dashi? Umeniboa sana Dashi. Bungo. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Binadamu unajua anajifunza kutokana na makosa. Sawa. Na kitu ambacho japokuwa mimi simjui huyu mtu ametokea wapi, lakini katika kitu ambacho nimekishika ni kuomba msamaha na sio kutafuta njia pekee ya kusuluhisha tatizo. Sawa? Kwa hiyo tusitafute njia nyingine ya kusuluhisha tatizo. Mimi naomba Bungo, kama ulivyonishauri na vile vile tufanye. Sema nini? Nikushauri kitu, si tuondoke. Umesikia? Tuondoke mwanangu. Sawa, lakini make sure tunaenda kwa mzee Puga. Ndio hivyo, hatuna njia nyingine ya kufanya. Lazima tuende kwa mzee Puga tukamwombe msamaha. Lazima tuondoke. Ndio nasema pole sana ndugu yangu. Si mimi. Mwana kunitafuta, mwana kunipata, mwana kunitafuta. Hiyo ni ghafla. Muda mrefu sana tujaonana. Tuwasiliane mawasiliano madogo. Lakini haina budi tukutafute kwa hali na mali. Sawa, wewe ndo mama unabakia. Au kuna mama mwingine? Ndio mimi nishokuizia mdomo, lakini pointi yangu ina haja kujielezea kwa sababu ishajulikana kabisa. Ndugu yangu, kwa sina haja ya kukupa maelezo, mwenyewe unachokiona ni hiki. Ndio mtu wangu wote pointi hii. Nasemaje? Ni kweli
brother unachokisema, lakini mjomba, kwanza naomba utusamehe sana kwa sababu tumekukosea, kwa sababu mawasiliano ndio kila kitu katika ngao ya familia, lakini sisi mambo yametukaba kiasi ya kwamba hatuna hata muda wa kuwasiliana naye. Lakini jambo kubwa kama alivyoanza hapo brother kwamba sijui kimenikuta nini, sijui ni mitihani tu ya kiulimwengu. Yaani kadri hili tumbo linapokuja hivi basi na huku chini ndio kunafanya. Basi na usio kutukana. Huko wapi? Unakuita au unapoelekea utakuja kutukana. Mimi ndio hivyo. Sawa. Mimi nimepambana kadri niliwezavyo. Nimeshindwa. Japokuwa naona mimi naelewa, lakini mimi naelewa pombe sio ya akili. Wewe wanakuwa hadi udongo na ndimu hujasema sasa. Mjomba. Kwa hiyo bila shaka wewe utaweza namna kutusaidia. Kwanza kabisa niwape pole. Alafu lazima nitawalaumu. Sasa utulaumu tena? Mjomba. Nitawalaumu kwa sababu mjomba, siku zote hizo mnapata matatizo, mawasiliano na mimi hakuna. Leo hili nimewakuta la kuwakuta zaidi ndio mnanikumbuka, mmenipigia simu. Mjomba, hili limeanza kama masiara hiyo. Yaani mimi mpaka kufikia hatua siamini. Imeanza mdogo mdogo. Kwa hiyo mjomba, ukitulaumu hapo utakuwa jengo, utakuwa unagong'oa tu mjomba. Mjomba, mlitegemea wewe ndio utakuwa msimamizi wa huyu ndugu yako. Leo hii ndugu yako kawa mtu ambaye eleweki mpaka baadaye mkuja kumpata madhara kama hayo, na wewe mjomba ulikuwa sio katika hali hiyo. Mjomba, leo hii uko hivyo. Mjomba, kweli ndio ulivyokuwa mara kwanza? Nyuma sijakuwa hivyo, lakini kuna mabadiliko. Maana mjomba, hilo jambo la moja. Jambo la pili mjomba, hilo la kunilaumu mimi baadaye. Kwanza tujadili la huyo. Nyama tumbo inakuwa kubwa hili. Ndo kama nilivyosema mwanzo, nimewapa pole, alafu lawama zinafuata. Lazima niwalaumu, mimi ndo mjomba wenu. Mna mjomba mwingine zaidi yangu? Hakuna, sio mjomba, hata mama mwingine. Wewe mjomba unabaki. Mdogo wako alikuwa anasoma au mjomba? Leo ona anaendesha bodaboda. Hata hivyo, jiandaeni tuelekee kwa mzee Puga. La sivyo mjomba, ilo tumbo ungejifungua ile, kwa sababu nipa taarifa mapema. Mimi leo nilijua mjomba. Yaani afadhali tumbo angelipata kipindi kia anasoma. Mzee Puga ingepigwa miaka 30. Lakini mimi nasema unajua nini basi? Anaonekana ni mjomba ile jambo limemgusa. Ni kweli kabisa, na hiyo sio kumgusa tu. Imempapasa. Sasa ya mjomba. Halijakugusa. Asema kweli mwenye hajakupapasa. Kuongea sana siwezi. Naona sasa. Mjomba ndio hivyo. Lakini hofu yangu kitu kimoja. Ondoke basi kwanza. Kwa tunaenda wapi? Tukajiandae basi tuaiko. Mjomba, fanyeni haraka, la sivyo mtakula mikwaju wote huko bwani hapa. Pumbao. Basi mjomba, tusamehe bwana. Mpe kwa kisu kwanza. Again to me. Hauna bisha? Amuoni njia? Ngoja nichukue panga mimi. Share time. Yanga kusikia mwana kulitafuta, mwana kulipata, mwana kulitafuta, mwana kulipata, mwana kulitafuta, mwana kulipata, mwana kulitafuta, mwana kulipata. Si ulijifanya unalinga au ni kinodo? Unalinga unavimba na mikopo, tukikusema unapinga heshima utacha karogo. Unalinga ukasahau wewe ni dogo, kajiona umekuwa kiwadiko majua kitabadisha. Sisi babu, si hapa tumekuja hapa. Mjomba, mambo alishashinda.
Nimekuja niache niongee na mzee mwenzangu. Mzee mwenzangu, karibu. Kama unavyoniona na nimekuja na vijana wangu hapa. Mzee mwenzangu bwana, mimi naweza kusema ndugu yako, vijana wangu ndio washakuta haya, wamekufanyia makosa, naomba uwasamehe. Maana hii dunia na hawa hawana mzazi mwingine isipokuwa ni mimi, mjomba wao. Hawana mama, hawana baba. Mimi ndo mama, mimi ndo baba. Kwa hiyo mzee mwenzangu, tafadhali bwana. Maana kijana tumbo ilikuwa nambana mpaka sehemu za siri zenyewe zinachapwa ndongo. Ninabana kwa sababu ya tumbo. Kwa hiyo mzee mwenzangu, chonde bwana. Tumetoka mbali. Mzee Puga. Chonde mzee mwenzangu, kama unavyojua watoto ni watoto siku zote. Kwa hiyo mzee mwenzangu, naomba mambo hayo tuyamalize. Wasamehe vijana wako, maisha mengine yaendelee inshallah. Mzee Puga na kusikiliza. Sawa, mimi nishukuru kwamba wewe wafika hapa leo. Na mimi na wewe tuheshimiana sana toka zama zile. Muda mrefu sana mimi naishi na wewe vizuri. Lakini vijana wako hawa wanionyesha mimi dharau, waniletea dharau. Mwanzo kabisa mimi naongea na yule kakake yule. Mimi naongea kakake huyu mlevi huyu. Huyu mlevi huyu. Huyu akumbuka hata ukimuuliza mimi nakutana naye kwanza anieleza majambo mazuri, aniambia jambo hili, basi mimi nakuita mzee Puga tuaje pale sisi twaliongelea vizuri. Basi mimi siku naja pale wao wanikataa na wanidhalilisha hawa vijana wako. Tena wanifanya mimi mwana wazimu alimajununu mbele za watu vile. Anidhalilisha tena kama huyu kijana huyu ndio yuaongea maneno ya kishujaa. Na mimi namuuliza mara mbili pale kijana, rudia kauli ile. Na yuarudia kauli ile tena. Kurudia mara ya pili, rudia mara ya tatu. Ni basi naondoka zangu tu pale. Naambia basi nashukuru. Lakini madamu waje mzee mwenzangu vile ndio hapa sasa nakusikia na nakusikiliza kwa uzuri. Nini wewe wataka tufanye? Mimi mzee mwenzangu nimekuja hapa tuja majambo tusuluhishe kwa busara zako mzee mwenzangu, mzee Puga. Mtoto kama unavyomwona hali yake hiyo. Kwa hiyo naomba mzee mwenzangu umsamehe ule mzigo alikuwa nao huyu kijana hapa, utoe apate kuhema, maana anataabika mzee mwenzangu. Halali usiku anapiga kelele tu. Na mwenyewe kachasema kakoma. Na kabla hajaongea kijana huyo, sawa? Mimi kuna wangu huyu hapa tayari aharibikiwa. Sasa nataka yeye aelezee atatengeneza vipi majambo haya. Hilo ndo nataka kujua tu. Faza bwana, kusema kweli bwana, mimi kweli nimekosa na kweli nilikuwa sina nia hiyo ya kuja hapa, lakini kadri mambo yanapozidi kunikaba mpaka sasa hivi nimeona sina budi na sina namna, na ndio maana nikamfuata mjomba hapa nikamwambia bwana tuje hapa. Na ulisema kuna muda fulani wala papai walainisha choo. Mimi kweli wala papai mimi na wachoo tayari walainika. Sasa hapa nilikuwa naomba mdogo wangu, unakumbuka vizuri. Huyu ndo msemo wake, utashona walainisha choo. Sijui mavi kukubana mpaka nashangaa kabisa na maanisha nini. Huyu anasema kulainisha papai ana lengo gani? Lakini yote kwa yote, japokuwa mionekana mimi mrefu, lakini mimi nalewa pombe siwe akili. Mdogo wangu, wewe mimba sisi tutaelea, lakini ombi letu itoe tu mimba basi. Misa zaidi. Mjomba, ongea na vizuri asija kakataa, maana mzee mwenyewe achelewe kusema wala papai wala nishachoo huyo. Mzee Puga, ushamsikia kijana? Mimi tayari namsikiliza kijana huyo. Lakini kwa heshima yako mzee mwenzangu, kwa sababu mimi na wewe tutoka mbali, tuishi maisha mengi zaidi hata ya hapa tulipo. Midamu huyu mtoto hakili yeye mwenyewe makosa yake na aonesha kabisa kwamba alinikosea, na tayari yu tayari kusahihisha yale aliyokosea. Nazungumzia na mimi kikubwa mzee mwenzangu, wala sitaki mambo ya uchafu. Mimi hapa nazungumzia swala la ndoa. Midamu akili mwenyewe kuwa hatafunga ndoa, atasahihisha majambo yake yote sawa, basi hili jambo kwangu mimi laisha. Moyo wangu familillahi mweupe kabisa, wala sina shaka. Mimi tayari namsamehe kijana. Basi nashukuru mzee wangu, kama umemsamehe basi inshallah taratibu zitafuata ndogo mdogo, mambo mengine yatajipa inshallah. Basi Allah afanye pesi, umtolee ule mzigo uliokuwepo pale,
na yeye atafanza mambo mengine, inshallah atakuheshimu, utakuwa kama zamani mzee Fuga. Basi hili jambo jinsi twalisema hapa, kama tayari tulishalimaliza jambo hili, wala hilo la shaka fi. Yeye mwenyewe nadhani baadaye atashuhudia jambo jinsi laenda na atafurahia. Sasa lakini mimi kitu ambacho nakitaka ni heshima siku zote. Kijana huyu yuwaleta zalau, lakini yeye yuja kunichafulia familia yangu. Mimi binti yangu namlea vizuri tu muda mrefu. Mimi namuonesha hili kama funzo kwake yeye na kwa kijana mwingine yoyote mwenye tabia za kihalamu kama hizi, tabia za kimaluhuni, ili kwamba kesho na kesho kutwa maluhuni mwingine kama huyu asitokee kuja kuleta habari hizi. Ndio maana sasa leo namuonesha huyu kijana, lakini midamu kwamba yeye aonesha kwamba akili makosa na anyooka, basi mimi la shaka fi tayari ya kwangu lo yangu nyeupe. Hili jambo tulimaliza na hili jambo la kuisha. Yeye atulia pale, kesho au kesho kutwa basi arudi hapa, leta barua na majambo mengine yaendelee. Mwana kulitafuta, mwana kulipata, mwana kulitafuta, mwana kulipata, mwana kulitafuta, mwana kulipata, mwana kulitafuta, mwana kulipata.